'cause you're my forever, you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. Teresa tuare korikia, nero tua monyora. Teresa tuare korikia, nero tua monyora. Sakio dinju motaralele, nero tua monyora. Teresa niga komesa, nero tua monyora. Teresa niga komesa, nero tua monyora. Esimukate Teresa niga kometa, nero tua monyora. Teresa niga komesa, nero tua monyora. Sakio dinju motaralele, nero tua monyora. Sakio dinju motaralele, nero tua monyora. We are happy, mama, tumefurahi kuona kijana kwa salama, na siku ya leo ni siku yetu ya kutipitisha ama kuona yale mazuri Mungu amefanya. Wakati huu kidogo tu tungefanya tu kitu kingine kidogo tu ambayo inakuanga normal. Tukiingia kwa hii nyumba tumeingia ugenini, si ndio jamani? Asante kwa sababu ya time na naona tumechelewa sana. Hawa ni timu ya yetu hapa, ni washiriki wetu. Tutakuwa tunawajua vile tunaendelea. Hiyo ndio mweleza mwenyewe wale ambao hawajui. Hiyo ndio mweleza mwenyewe. Ndio tunapeleka pale. Asante bwana harusi. Thank you. Habari yenu. Kwa majina mimi naitwa Florence Mkira. Mimi ndio mama Rana. Ndio mama Rana tumweleza. Good. Na wasalimu mjambo. Majina naitwa William na Asante. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya wakati huu, siku ambayo tulikuwa tunangojea imefika. Tunakushukuru kwa sababu hata umeshikilia weather ili ufanisi kwetu. Tunaomba tuweze kufanikiwa katika kila hatua tunapoanza kutoka kwa hii nyumba uwe nazi, na tuone mkono wako mwisho wa siku katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. We choose you. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. And this is where it starts. Na mwereza twaikire, hodi twaikire, hodi hodi twaikire. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise Hodi twaikire, hodi hodi twaikire, hodi twaikire, hodi hodi twaikire, hodi twaikire, hodi twaikire, hodi twaikire, hodi twaikire, hodi twaikire, hodi hodi twaikire, hodi twaikire, hodi hodi twaikire.
Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. na Bwana yako na Mungu atambariki. Amen. Na baba, kuna jambo baba anataka kusema. Ndio umeelewa. Ndio umeelewa. Ningesema mbele ya jamii yote, Mungu awabariki siku zote na awasaidie maisha yao. Amen. Ni siku ya kipekee na hakika tunashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu kwa vile ameweza kutupatia nguvu, na hakika tumeweza kufikia siku hii, na hakika tunajua kwamba kupitia kwa nguvu zake hakika inaenda kukamilika salama. Kwa hivyo wote wale ambao mmeweza kufika hapa, Mungu aweze kuwabariki. Wacha tuweze kuinamisha vichwa vyetu tuweze kupata ombi. Mfalme Mungu wetu, tuaje mbele zako asubuhi njema. Tunakushukuru kwa vile umekuwa mwema kwetu na umeona ni vyema tumeweza kuamka siku hii. Mungu, tunajua ni wengi ambao wameweza kulala, hawajaiona siku hii. Ni kwa minajili ya upendo ulio nao kwa ajili ya maisha yetu, na tumeona siku hii Baba. Mungu mwema, tazama siku hii iliweza kuandaliwa na wanadamu sisi ambao ni wanyonge na ni wadhaifu. Hakika kupitia kwa nguvu zako Mungu tumeweza kuona mkono wako. Siku ambayo tumeisubiri kwa hamu na ghamu imeweza kuwadia Mungu, na ndio hii imefanya tumeweza kukanyaga katika boma hii Mungu. Tazama dada fulana na ndugu Ronald wanaenda kuunganishwa siku hii ya leo Mungu. Baba, hii ndoa ni kitu ulianzisha tangu shambani Eden Mungu. Baba, wawili hawa wanapoanza safari hii mpya, tuomba uweze kutembea pamoja nao. Wape nguvu, wape ujasiri wanapoanza safari hii. Mungu mwema,
Kuna wale ambao wameweza kushikilia familia hii, kuna matrons, kuna past couples, wote Mungu wameweza kushikilia familia hii na mpaka mahali ambapo wamefika. Wote Baba uweze kuwabariki kwa njia kipekee. Wale wazazi ambao wameweza kutembea mahali hapa kushuhudia watoto wao wanapounganishwa siku hii ya leo kutoka pembe zote, Baba usidi kuwabariki na uwainue. Na ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. You'll always be my number one. A whole lot more than good enough. I'm giving everything I've got to gain every second lost. 6 years just ain't enough. With you I'm happy being me. Don't pretend 'cause I don't need to. When I'm 1,000 miles from home, still never on my own. When you whisper down the phone, well, I guess we never saw this coming. Halfway around the world calling. I just want you to know that I'd have all I need if you were standing right in front of me. I'll finally see what it means to be complete. Don't need to spend our life chasing gold. Anywhere with you I'd call my home. Oh, I'd have all I need if you'd be the better half of me. I'm still up at 4 a.m. Is this Amsterdam or Berlin? I'm still waiting for the day I finally get to say these words face to face. Well, I guess we never saw this coming. Halfway around the world calling. I just want you to know that I'd have all I need if you were standing right in front of me. I'll finally see what it means to be complete. Don't need to spend our life chasing gold. Anywhere with you I'd call my home. Oh, I'd have all I need if you'd be the better half of me. So will you be the better half of me? Will you be the better half of me? Will you be the better half of me? I'd have all I need if you were standing right in front of me. I'll finally see what it means to be complete. Don't need to spend our life chasing gold. Anywhere with you I'd call my home. Oh, I'd have all I need if you'd be the better half of me. So will you be the better half of me? Will you be the better half of me? Will you be the better half of me? Pale kuna Faith Maranga na Diana Nyasetia. Hapa naona Emmanuel na Gift wanakuja kwa mwendo wa aste aste. Vijana hawa nao tunawaombea Mungu awabariki, awape neema. Hakika mnapokuwa nanyi tuweze kuiga mtendo huo. Karibuni sana, Mungu awabariki.
awainue siku zote. Twende kasi. Kijana Emmanuel, asanteni vijana wetu. Wapendwa ndio wanakuja. Karibuni, karibuni Bob Kamuto. Sijui siku manze na ni majina imeanza na R. Sijui kama mlitakutana. Ronald, ndugu Robert, dada Masi wanakuja kwa mwendo wa pole pole na dada Pleasant. Karibuni sana katika harusi hii ya wawili hawa Robert na harusi tunayo pale nje. Harusi tuko nayo. Mikono juu. Shangwe na ndelemo watu wa Embu. Umetoka kilomita karibu 400 kuja kushuhudia. Asanteni sana. Twende kasi. Asanteni sana. Asanteni sana. Rehema ndio huyo. Emi Nyamoke. DJ usiniachilie musiki, achilie musiki vizuri pale. Yaani hivyo. Pole pole. Esta pia ndio hao. Hata hao ni wafungua njia. Esta wafungua njia ndio hao. Pole pole. Aquí está Hope, para smile Hope. Hivyo sasa. Hope siku ni hii. Esther, para smile, ni siku kubwa. Jameni. Ndugu Ronald unakaa pale unaendelea kumeza mambo jameni. Austin, Dok Maruga, Austin, Bible Boys, kuja mkoja hivyo, mtoto wa Mungu, asanteni sana. Thank you so much. Bible Boys. Tunaanza kuona hiyo maneno ikiwa live and clear from the Central Church ground. Karibuni sana katika harusi hii ya siku ya leo. Thank you so much, Bible Boys. See you guys. Sasa
Thank you so much the Bill Girls. Asanteni sana. Wafuate pale nyuma na announcement place kwa haraka. Matron pale nje. Punta pole pole wakizi punta. Harusi tunayo. Harusi tunayo. Watu wa upande mko na harusi. Jamani mna furaha. Mnaona mtu anakuja. Hata ukikataa kusema harusi iko, itafanya siku hii ya leo. Twende kasi. Oginda ameipata siku hii ya leo. Amebeba kama mayai. Usivunje. Pale nyuma kuna maranga. Maranga na wewe wakucha vizuri. Leo ni leo. Sijui naona ndio unakuja aje na hapa leo sijui. Harusi tunayo. Oginda unamwangalia kwenda chini. Harusi angalia juu. Maranga kuja bwana. Maranga wende smile ya kazi. Kaka Maranga uko sawa. Pole pole. Ndio sasa tukapo siku ya mwanzo. Jamani asante Mungu awabariki. Kama sio nyinyi jamani, hii harusi haingefanikiwa siku hii ya leo. Waonyeshe pole. Karibuni sana. Anaitwa ndugu Maranga. Akiwa na dada pale. Dada yenyewe hii siku you have on the day. Smile Maranga wacha kuniangusha bwana. Hiyo smile ifae tu. Najua Maranga hata tukiwa weusi ya tilisi tunajaribu kukatoa ka smile tu katoke. Hivyo sasa. Ndio hiyo video ya tilisi ikatokea vizuri. Tane kasi. Asante sana. Wamefika salama Oginda na Rosi sasa. Pale tunaona Maranga. Pale nyuma anaona Gashera. Gashera umekoma wapi? Na Miriam wango. Wango. Gashera wango. Pole pole. Gashera usiumize. Pole pole. Yoyo Maranga. Wacha kuweka sura ya kazi. Maranga. Wacha kuangusha madam. Weka hiyo sima hivyo sasa. Haya. Twende kazi. Harusi ndio hiyo sasa. Ni siku ambayo ni ya kufana katika kanisa la Upendo Central. Jamani, Mungu awabariki wanaoenda kuunganisha siku hii ya leo. Mungu awape neema. Mungu atembee pamoja nanyi. Mambo ndio haya. Peter Gashira na Miriam ndio hao wanakuja pole pole. Miriam waki wacha tu. Miriam leo lazima ufanye smile. Angalia Gashira. Miriam. Mungu anisikia vizuri. Miriam. Miriam huyo video yako. Jamani ni shangwe na nderemo. Nipita Gashera na Miriam. Jamani wacha kumaliza haraka. Tunaendelea mpaka mwisho. Lakini hebu malizia hapo sasa. Najua hapa anaweza kuendelea mpaka pumpi. Lakini Anguka smile ya Amari. Yayo Lydia. Weka hiyo ndio sasa. Hapo watu kuko pisi ya tuimbi. Shangwe na nderemo. Harusi tunayo. Wameweza kutembea na familia ya Ronald. Hao ndio washauri wao wa ndani. Ndugu Ronald akikosa pale ni kwamba hao ndio washauri wa ndani. They are called the first couples. Mungu awabariki. Umeweza kutembea na hiyo familia. Hakika msini kuwashikilia mkono katika safari hii. Dada Lydia,
Dada Lydia mungojea hapo sasa. Ndugu akuje. Pole pole. Lydia usisonge. Mwambie akuje. Akuje. Ndio. Ndio. Usinipatie kwa urahisi. Usinipatie kwa urahisi. Leo. Shangwe na nderemo. Robert will ready, Rispa is coming. Bonnie will ready, Flora is coming. Robert will ready, Rispa is coming. Bonnie will ready, Flora is coming. Robert be ready, Rispa is coming. Bonnie be ready, Flora is coming. Robert be ready, Rispa is coming. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. The Flower Girls ndio wanakuja. Asante, Mungu awabariki. Mungu awape neema watoto hawa wadogo. Asante. Asante. May God bless you so much. This is a special occasion, a special event to be recorded in the history of this Upendo Central Church. And I'm requesting each and everyone who has attended to this event to subscribe to Upendo YouTube to attend this live from the Upendo grounds. Karibuni sana to this wedding of this day. Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world.
yako tukishukuru kwa sababu ya familia ya Robert na pia kwa sababu ya familia ya Robert na ya Ronald. Siku ya leo tuko hapa Bwana ili tuweze kushuhudia wakifanya upya ndoa zao. Tunaomba Bwana sisi sote wale tumekuja kushuhudia, tunaomba Bwana ukatubarikie na pia tukaweza kufanya pia upya maisha yetu na wewe. Anza pamoja nasi mpaka tumalize. Na ni katika jina Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu hapa na kuamini. Tunaweza kukaa? Mimi ambaye ninawazungumzia nimewakaribisha, naitwa Elda Maina kutoka Upendo Central. Hamjambo wana na binti za mfalme. Hamjambo tena. Mungu wetu awabariki. Kwa majina naitwa Pastor Rafael Katulo. Hawa wote ni marafiki wangu. Mimi ni mchungaji kule katika district inaitwa Chiro. But nimekuwa pastor wa hapa Beleni. Kukaa ninakaa kule sehemu za Goma. Ukielekea sehemu za Machakos. Hapo ndipo nina boma kidogo. Lakini kwangu ni Makueni. Ninashindwa ukiona kujaribu kuona kama unajua lazima niwe ninaona wale ninaongea na wao. Jambo la kwanza tunashukuru familia ya Ronald na ya Robert kwa sababu ya kuona ni vizuri siku ya leo tuwe hapa na tusherekee pamoja miaka tofauti. Mzee Robert na mke wake Rispa wamekaa miaka 45 katika ndoa. Mimi ninawafanyia hivi kwa sababu yangu ni 30 something, bado wako mbali. Si ni kweli? Unawashukuru na unaona wanakaa hapo. Nitaongea na wao waniambie ni nini hiyo wanaongezanga hapo. Unaona wako wafupi hivi na wanakaa sana. Haleluya. Hapa kuna Ronald pamoja na Flora ambayo kwa miaka 20 Mungu amewajalia wakawa pamoja. Na Bwana amewabariki na wanashukuru Mungu siku ya leo kwa sababu ya vile Bwana amewalinda. Siku ya leo tuko hapa zaidi kwa sababu ya kushukuru. Haleluya. Miaka 45 katika ndoa si kitu rahisi. Yaani unajua ile wakianza kuandika hadithi ya miaka 5. Najua niko na watoto na wameoa. Na ninaonanga na mimi ni mchungaji vile miaka hiyo ya kwanza inakaanga. Ya kwanza siku hizi ni mbaya. Siku hizi zilikuanga mzuri. Sababu hatukuwa na mambo mengi, tulikuwa tunaoana tunakaa mzuri. Lakini siku hizi unasikia wameoana hivi karibuni, shida iko hapa na pale. Kwa hivyo tunashukuru Rispa na Robert kwa miaka hiyo 45 na nikashukuru walichukua mzee mwingine ambaye amesema majina yake ambaye unaona ni kama mzee kidogo kuliko wao. I don't know. Ni wao wanajuana. Unajua anaweza kaa hivi hiyo ya kidogo yao kwa kubwa lakini nyinyi mnajuana. So tunashukuru kwa kulinda hawa ni vijana na kuwaleta siku ya leo. Tunashukuru Rafael kwa sababu na mke wako Mama Masi kwa sababu ya kukubali ya kwamba miaka hii Ronald na Flora wamekaa mkakubali kwamba mtakuwa best man na best lady kuweza kuwasaidia pia kuendelea kuishi pamoja kwa furaha. Hiyo ni jambo la pekee. Mimi nilikuwa unajua wengi hapa maybe uko na certificate na ulipata na ni vizuri. Lakini unakuwa na wakati ambapo unakaa chini na mke wako na watoto unawaambia tukuje tushukuru Mungu pamoja. Kama siyasahau mwaka wa 2018 tulisema na mke wangu lazima tuwe na wakati wa kushukuru Mungu kwa miaka 25. By that time ulikuwa na miaka 26 hapo hivi
lakini tukasema kwa sababu 26 haina jina nzuri, tukataka tuwe na ile inaitwa silver. Inaitwa silver what? Anniversary. Jubilee ni 50. Bado tunaelekea hapo. Huyu hapo karibu anabakisha 5, tukuye Jubilee. Haleluya. Jubilee miaka 50 si kitu rahisi. Na tukawa na wakati mzuri, watoto wakikaa hapo wakubwa, wakiwa madevu hapo, wanaona huyu ni mama na dadi, ile walianzaga maisha wakiwa wadogo. Sasa hiyo tunakaa hapo na vijana na wakiwa hapo, inakuwa ni furaha. Hawa ninajua wamekuja pamoja na wachukuu na vichukuu, ninajua wako hapa, ni vile sijawaambia wasemane, lakini tutakuwa na wao kule kwa reception. Hawa pia wamekuja na watoto wao, hiyo ni furaha. Wanakuwa na jambo la kushukuru Mungu, kumwambia asante Bwana kwa vile umetembea pamoja nasi kwa wakati huo. Kwa hiyo nataka kusema wapendwa, ni vizuri kuwa na wakati wa kushukuru Mungu. Haleluya. Kufika hapo ni wengi walianza lakini hawakusonga, wengi wakatengana, wengine wanaishi maisha mabaya, lakini ukiona mnaishi vizuri na mko hai, kuna jambo la kushukuru Mungu. Praise God. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kwa kushukuru kwa sababu ya familia hizi mbili, kwa sababu waliona kwamba hata kama wamekaa, ukiangalia mzee na huyu dada kwa miaka 45 walikuwa wanasema wako sawa, lakini wakakaa wakasema ni nini hiyo inasema tulioana? Hakuna kitu, hakuna. Walikuwa na wako na watoto, wakiangalia kichwa inakaa kama ya baba, msichana anakaa kama ya mama yake, lakini yeye haitoshi. Hakuna kitu inasema kwamba umeoana. Na let me tell you, asante Ronald pamoja na Flora, kwa sababu na wao walisema hapana. Hata kama watoto tuko na wao ambao wanafanana kama sisi, hakuna kitu inaonyesha tulifanya nini. Walikuwa wanaishi pamoja kama msichana na kijana ambaye inaitwa Come We Stay. Kwa hivyo miaka 45 umekaa kama David what? Stay. Siku ya leo tunataka kusema hiyo kama the stay tunaibadilisha kwamba itakuwa ndoa halali. Haleluya. Walikutana njioni, wakasema nakupenda Selani, wakasema twende, wakaenda. Sijui mlikutana wapi mnajua. Wakasema haki nakupenda, nilalawanga siamuki. Hao wakasema twende, wakaenda. Lakini siku ya leo wamekuja kushuhudia mbele yenu nyote ya kwamba hata kama walienda wamekaa vizuri na wamekuja kusema kwamba asante kwa Mungu. Haleluya. Walienda lakini leo wanakuja kuambia Mungu asante. Hata kama tulienda haikuwa mzuri, leo tunaomba Bwana uweze kubadilisha hiyo ilikuwa mbaya iweze kuwa mibaraka. Praise God. Na kwa hivyo ndio sababu tuko hapa wapendwa, kwa kushukuru kwa sababu ya familia hizi. Ninajua kwamba kuna wazazi wa Ronald, kuna wazazi wengine wazazi wao wako. Lakini tushukuru ya kwamba ukiona kwamba wazazi wako washukuru Mungu na uweze kuendelea kuwalinda. Kwa sababu wazee wa sasa ni wapekee. Nilipoteza mzazi wangu wa mwisho mwaka wa hii ya corona ilikuwa 2020. Unajua corona hii ikikuta mtu mzee, baba alikuwa na 98 years. So ilipokuja ikamwambia wewe umekaa sana, akaenda. Nilisikia vibaya. Nilikuwa nataka tukaange naye tupige miaka 130 tukienda 150. Kwa hivyo ukiona uko na mzazi, shukuru Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo nyinyi hata ikiwa siku ya leo mnabadilisha ama mnalegalize ama mnahalalisha ndoa, wacha tuendelee kulinda wazazi ambao tuko na wao. Niseme mambo machache wapendwa, kwa sababu ya hao wapendwa ambao wametuita siku ya leo tuweze kufurahia pamoja. MC amesema mambo ni mengi. Unajua amesema hata kuna kukula. Haleluya. Tumekuja kushukuru Mungu na kukula. Haleluya. Na kuambia Mungu asante kwa miaka hiyo ya hizi familia vile imekaa. Nisome mafungu mawili katika kitabu cha Zaburi. Katika miaka ambayo imebaki Flora na Ronald na Robert na Rispa, miaka hiyo ingine imebaki, nataka mpende Mungu zaidi. Na ndio maandiko inasema kwamba
Mungu anahitaji tumtafute zaidi kuliko hapo mbele. Na hiyo tuko na wachukuu, wengine bado hatujapata wachukuu, lakini tunasonga mbele. Na ndipo maandiko neno la Bwana inasema katika kitabu cha Zaburi 127. Inasema mambo haya ambayo ni mambo ya pekee. Ya kwamba tunaweza kuwa tumeng'ang'ana miaka hiyo imepita, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu amewawezesha hata siku ya leo tu hapa tukishukuru. Unaposoma Zaburi 127 inasema Bwana asipojenga nyumba waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji yeye aulindaye akiesha bure. Praise God. Kwa hivyo sisi sote tuko hapa, Bwana anataka kutukumbusha ya kwamba wacha tukaribishe Bwana katika boma zetu. Wacha tumuite Bwana kwa familia zetu. Hapa tuko na watu tunalia kwa sababu Bwana alitubariki na familia, lakini hakuna amani. Tuko hapa wengine tunalia alitupatia watoto, lakini wamekuwa kichwa ngumu. Yaani kusikiza ni ngumu. Unajua unaweza kuzaa watoto na ukufe mapema kwa sababu ya watoto. Si ni kweli? Wakikupatia stress, unataka wapite hapa, unamewalelea kanisani, wanapita hii njia. Unajiuliza maswali mengi, wewe. Mungu anasema kwamba yes, unaweza kujenga nyumba, lakini isipokuwa Bwana awe katika hiyo nyumba, matatizo inakuwa. Kwa hivyo ninaomba kwa familia hizi ambao wametuleta, wacha Bwana aendelee kutawala katika nyumba zenu. Wale mmekuja hapa siku ya leo, Bwana anaendelea kusema hivi. Hebu sikia. Katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari ndio 20, maandiko neno la Bwana inasema hivi. Huyu ni Yesu anasema tazama, nimesema ni 3:20. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Haleluya. Yesu anasema huwezi kujenga nyumba yako. Kwa hivyo anaendelea kubisha na kuambia, tafadhali siwache nikuje, ninajua utaweza hii ngoma ukiwa peke yako. Ninajua watoto wanaweza kuwa na shida. Ninajua mzee anaweza kuwa na shida. Mama anaweza kuwa na shida. Niruhusu niweze kuingia. Nikiingia katika boma hii nitaleta amani. Haleluya. Hakuna mtu yeyote ambaye hapendi amani katika boma yake. Hakuna mtu hapendi akiwa na watoto ambao wanapendeza, ambao wanamjua Mungu. Hakuna mtu hapendi ikiwa ni mama anapenda mzee wake akiwa anamjua Bwana, wanaomba pamoja. Ikiwa ni mzee anapenda mama akiwa anampenda Bwana. Kwa hivyo tunasema haya yote ili iweze kutendeka, lazima tumruhusu nani? Yesu Kristo aingie katika boma zetu. Praise God. Tena narudi anasema hivi. Katika kitabu cha Yohana, katika kitabu cha Yohana 2, kuna harusi ilikuwa kama hii tuko nayo, na wakaelewa harusi inakuanga na matatizo. Haleluya. Wakamwambia Yesu, karibu na ukuje na mama. Na kweli mama na Yesu na wanafunzi wakaenda kwa harusi. Walipoenda kwa harusi, inaitwa harusi ya wapi? Ya Kana. Walipokuwa pale, unajua kwa sherehe vile MC aliyekuwa hapa alikuwa amesema tunaenda kukula. Hata Roma mtumishi wa Bwana hapa ambao ametualika wanatuambia chakula iko nyingi na si ya siku moja. Haleluya. So hapo Yesu alipoalika huyu mtu alikuwa na harusi, alipoalika watu kinywaji watu wanapenda. Haleluya. Unajua ukienda mahali kuna harusi na hakuna kinywaji, unasema nilienda harusi lakini nilikuwa na kiu. Si ni kweli? So wakiwa katika process ya kupatia watu chakula, ikafanya nini? Kinywaji ikaisha. Na bwana harusi akasikia kuna aibu sana. Watu wanasema nimekuja harusi lakini sikukunywa kitu. So wakakuja kwa wakaenda mama, unajua watu wengi wanapenda sana kupitia mahali mama hapo. Wakaenda wakamwambia, mama, unajua hata kinywaji kimeisha.
na watu vile wamejaa hivi wanaongojea kwa hamu wakunywe. Na kwa sababu akina mama wanakuanga na upendo mkubwa, akaenda kwa Yesu akamwambia, "Aki, unajua hao watu vinywaji imeisha." Akamuuliza mama, una nini? Una nini na mimi? Kwanza hakumuita mama, alimuita nani? Mwanamke. Una nini? Wakati wangu bado hajafanya nini? Lakini mama yake alijua kwamba he can do something. Kwa sababu alikuwa anaona vile anafanya mambo, anajua kwamba lazima kutendeke kitu. Akawaambia vile atawaambia, fanyeni hivyo. Na mara moja Yesu akawaambia, jazeni mitungi yote na maji. Baada ya kujaza, akaambia yule ambaye alikuwa ndiye anasimamia, enda ufanye nini? Utest. Akasema iko tamu, wacha tu. Kaki iko tamu kuliko ile. Bali mbona mngetupatia hii mbele? Na kweli walikunywa, wakatosheka na wakafurahia. Nataka kusema nini? Karibisha Yesu katika familia yako. Haleluya. Matatizo iwe namna gani, Ronald na Flora, Lisa na Robert, wacha Yesu atawale. Wacha Yesu asimame katika nyumba yenu, na miaka ambayo inabaki Bwana ataendelea kuwabarikia, atabarikia watoto wenu, atabarikia wajukuu wenu, kwa sababu mlimuweka Yesu katika nyumba yenu. Nimalizie nikisema hivi wapendwa. Katika kitabu ambacho ni cha Ufunuo 19, the book of Revelation chapter 19, Yesu anasema hii sherehe tuko nayo hapa siku ya leo, kuna vile inafanya nini? Inalinganishwa. Yesu anasema kwamba kuna kitu kingine mzuri ametuandalia. Unajua, ninajua wengi mko na appetite. Unauliza, basi mbona umekaa sana? Tunataka kwenda ukula. Na kweli mtaenda ukula. Lakini una habari ya kwamba kuna harusi nyingine ya pekee tumeandaliwa, ambayo tumeandaliwa na Yesu. Katika 19 mstari wa 9 unasema, naye akaniambia, andika, enyi walioalikwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Haleluya. Yaani unajua pale katika shamba la Eden kuna mambo mawili Mungu alifanya. Unajua mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Alipoumbwa siku ya 6, siku ya 7 akakaribishwa katika ibada inaitwa Sabato, ambayo inakuanga siku ya 7, ambayo ilikuwa jana. Na tunaona kwamba Mungu hakuacha mtu hivyo. Alimjua kwamba mtu akikosa kupatiwa ibada ataenda kuabudu shetani, kwa sababu mtu anapenda kuabudu. Mungu alipomuumba siku ya 6, kwa sababu alikuwa masaa ya jioni, siku ya 7 ambayo ni Sabato akakaribishwa. Na hizo vitu viwili zinakaa hata tukienda mbinguni, kila kitakuwa hatutakuwa na harusi. Mbinguni hakuna kuoana, tutakuwa kama malaika. Kwa sababu itakuwa vibaya sana ufike mbinguni na ukute mpendwa wako hayuko. Kwa sababu kuna watu wataenda na watakuta watu wao. Alafu ukute kuna mmoja hapo na wake. Utakuwa na huzuni mwingi. Kwa hivyo huko hakuna kuoana, na kama ulifundishwa kwamba kuna kuoana, nione baadaye. Wewe furahia ndoa ni hapa duniani hii. Na ndio sababu tumeambiwa tukae vizuri. Penda mke wako, penda mzee wako, kwa sababu ndoa ni ya wapi? Ni ya hapa. Lakini swali ndio hii, kuna kitu kingine ambayo tutakuwa nayo huko. Nayo ni nini? Ni ibada ya Sabato. Ninajua wengi hawapendani Sabato. Wakisikia Sabato, na ni amri ya 4 for your information, isoma Exodus chapter 20 verse 8 mpaka 11. Inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Fanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Mungu Bwana wako. Si ya watu, ni Mungu alianzisha. Tarehe ngapi? Tarehe 7 mwezi wa kwanza, wiki ya kwanza, mwaka wa kwanza dunia ilipoumbwa. Tarehe ngapi? Tarehe 7 mwezi wa kwanza,
wiki ya kwanza, mwaka wa kwanza dunia ilipoumbwa. Washiriki wa kwanza walikuwa wangapi? Adam na Eve na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tarehe ngapi? Tarehe 7. So unaweza pingana nayo kabisa, lakini ukienda Isaia 65, 66, 23, 20 na mpaka 23 inasema mbingu mpya na dunia mpya, ile ambaye nitaweza kufanya watu wote, wawe weusi, wawe wekundu, wote watakuja kuabudu siku ya Sabato mbele yangu. Swali ndio ukikataa ukiwa duniani hii, sasa huko utakuwa aje? Mimi nimekugusia tu kwa sababu sina vitu hizo mbili ambazo hatutaisha. Tutakuwa nazo hapa duniani, tutamaliza mambo ya ndoa, lakini huko ibada itakuwa. Kwa hivyo zote tumealikwa baada ya kuwa kuna harusi hiyo kubwa ya mwana kondoo, ambaye Yesu Kristo ndiye atakuwa nani? Bwana harusi. Na wewe unaniona hapa, utakuwa bibi harusi. Haleluya. Unaweza kuwa tangu olewe ujapelekwa honeymoon. Ujapelekwa nini? Ninafikiria mzee, hata kama umekaa sana, peleka hii mama honeymoon. Mzee, jioni hii peleka hii mama wapi? Mke wako wapi? At least kibingie hivi, yule kwamba at least mko. Haleluya. Kwa hivyo katika harusi ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo atatupeleka honeymoon. Na honeymoon hii haitakuwa kidogo, itakuwa ya siku ngapi? Siku 7. Tutaenda kutembea. Haleluya. Mzee unaweza amua mpeleke siku 7 hata zaidi ama mwezi. So katika hiyo tutaenda na tutapelekwa katika sayari zingine ambao pia siko na watu ambao hawako wasi kama sisi. Tutaenda huko tutembezwe, Yesu akiwa Bwana yetu akishika vizuri. Nimeona wale walioa samani akina mzee wangu anaitwa Charles Oginda akishika mke wako vizuri, wakitembea vizuri, hata huko tutashikwa na Yesu. Haleluya. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, hata kama huko pelekwa utapelekwa. Ombi langu ni kwamba familia hii wanaona nimekaa sana, nasema Bwana awabarikie, awaongezie maisha, aendelee kuwapatia afya njema. Unajua miaka hii inaposonga ni ya magonjwa, kwa hivyo inahitaji maombi mengi. Mama, tunza hii mosea, usiende kwa watoto. Unajua watu wakisekanga wanadamu kaa kwa wazee watoto, waache hii mosea, atakufa mapema. Chunga na wewe, chunga yeye, kaa karibu na yeye. Miaka yenu mama mzee, kaa karibu na huyu, tunza yeye, wacha aendelee na kuwa na hiyo afya nzuri na mwana hiyo. Na kwa hivyo nataka kusema tafadhali msitorokie kwa watoto. Mkiacha hao watoto wazee wale mko hapa na kina mama, tafadhali kaa na yeye mzee, mlianzanga na yeye. Si mlianzana mkiwa wawili? Si watoto wataenda. Ubaya ni kwamba ati mkizeeka mnaanza kuwa kila mtu hapa na kitanda yake. Sasa joto itatoka wapi? Hata kama hakuna kitu kaanga hapo hiyo joto. Haleluya. Shikisha yeye joto, kwa sababu atatoa wapi ingine? Ina mama usiende ukatafute kitanda ingine. Kitanda yako kama ilikuwa kubwa, huja ile ndogo na 3 watt. Ile muwe karibu. Zamani unajua watu wakioana wanakaanga ya 6x4 ama 6x6. Mtu anakaanga huko mwingine huko. Lakini mnapoendelea kuzeeka, tafuta ingine ndogo ambayo ni ya viti ngapi? 3, unakaanga hapo karibu ili joto ikuje. Haleluya. Kwa sababu watu wakizeeka wanakuanga na baridi. Ni kweli. Ni kweli mami? Inakuanga. So tunahitaji kwamba hiyo upendo uendelee mpaka mimi napenda wazungu. Hata akiwa kamezeeka anakai, unaona kameshika mzee wako wanatembea pamoja hivi. Lakini Waafrika, yani unashangaa anasemanga huyu. Yani na alafu unatafuta kitanda yako. Hiyo ni ya nini? Hiyo iko ndogo, wachane nayo. Ina mama wale mko miaka hiyo imesonga. Kama ulikuanga na yako leo jioni, urudi waambie mzee nimepata maombi. Haleluya. Ya kwamba turudiane hapa tuwekane joto kabla Yesu arudi. Haleluya. Nimalizie nikisema hivi. Ni wangapi wanasema Yesu nisaidie? Kwa sababu kuna harusi inakuja.
na kuna hii hapa duniani. Ninaomba Yesu ukuje katika mboma yangu, uniandae mimi pamoja na familia yangu. Na wale vijana wako hapa pia uombe Mungu akusaidie, akupatie familia ambayo iko na furaha. Kwa sababu wakati tuko wakati mbaya, shetani unaweza kufikiria huyu umepata malaika, upate kashetani kingine. Mwanze shida na ukupe mapema ama iwe shida. Tuwe waaminifu katika ndoa zetu. Na ni wangapi katika adhuria ya leo wanasema Bwana nisaidie katika maisha haya niko nayo nikupende, na zaidi nikae pamoja nawe Bwana, katika ukae nami katika mboma yangu, na mimi wale sina mboma Bwana kaa nami maishani mwangu, na uniandae kwa sababu ya ufalme huo unaokuja, ili hata kama Yesu utakuja leo ama kesho, nikiwa katika ndoa ama nikiwa siko katika ndoa, Yesu niweze kukutana nawe katika ufalme wa mbingu. Wangapi wako na hiyo ombi? Ikiwa ombi lako ndio hii na mkono, tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tuko mbele zako katika wakati huu. Na sasa Bwana, tunakuomba, tumesikiza neno lako. Tuko hapa kwa sababu ya kushukuru, kwa sababu ya Ronald pamoja na Robert na wapendwa wao, ambayo Bwana wameona ni vizuri walainishe ndoa yao kwa njia ya kuleta ama kuwa mbele zako. Ni kweli walioana, lakini wanataka kuwa na cheti cha kudhibitisha kwamba Bwana walioana. Naomba kwa njia ya kipekee Yesu, wanapoenda kutoa ahadi zao, naomba Bwana ukawabariki. Naomba Bwana ukawa pamoja na wao, na zaidi ile miaka umewapatia waongezee zaidi, ili ya kwamba wafurahie kuona wachukuu wao, wafurahie kuona vichukuu zao, na zaidi wakaweze kuwa na afya njema. Tunaelewa kwamba vile miaka inasonga, mili inakuwa ina nguvu. Naomba Bwana ukawapatia afya njema, kawaondolee magonjwa, watoto wao wakawapende, na zaidi neema yako Bwana ikawafunike. Sisi sote kwa sababu Bwana umetuandalia harusi kubwa ambayo iko mbele yetu. Tunaomba Bwana kwa njia ya kipekee, harusi ambayo iko mbele Bwana, kusiwe na mmoja atakosa katika harusi ambayo Bwana umetuandalia. Harusi ambayo Bwana tutafurahia pamoja nawe, utatupeleka hata honeymoon katika nchi zile zingine. Tutakaa pamoja na wewe Bwana ukiwa bwana harusi. Asante Bwana kwa sababu ya kutupenda tu tukiwa hivyo. Tukiwa wenye dhambi Bwana ukatuposa na ukatukubali, na ukatupatia nguo ya harusi, ili ya kwamba unaporudi ukuje tuchukue. Yesu tusaidie, tubariki. Barikia vijana wadogo, barikia wanajuzi wale wako hapa. Zaidi hata wale wamesimamia, wote wakaweze kukua wakiwa na kupendeza. Na zaidi siku utakapokuja Yesu, tuweze kufurahia pamoja na watoto wetu katika ndoa takatifu ambayo Bwana ametuandalia. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu, na ni katika jina Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu ama na kuamini. Not sure if you know this, but when Korora, hebu angalia huyo mwanaume na mwanaji. Haya. Wewe unafanya nini unafanya? Sawa. Thank you. Nikuulize Ronald. Kuna ukiangalia hivi maji wewe hapa maji wako karibu naye. Baada ya kukaa na Korora kwa muda wa miaka 20, unaona kweli kuna jambo lolote ambayo inaweza kuwafanya siku ya leo msiweze kulainisha ndoa yenu katika hali takatifu? Amna. Patia. Yes. Korora, baada ya kukaa na Ronald kwa miaka 20, unaona kuna jambo lolote inaweza kufanya siku ya leo msiunganishwe katika ndoa takatifu na Ronald? Hakuna. Kwa hivyo kama ni hivyo, na kwa sababu wamekubaliana ya kwamba hawaoni kama kuna jambo lolote inaweza kuwafanya wasitenganishwe, hebu nisikia ni hali gani I, Ronald,
Mweresa Keindo before God. Naona bora kuangalia vizuri akisikiza. Before God and in the presence of these witnesses. Yes. I thank you, Flora Kariminjaji, to be my wedded wife, whom we have lived together for the last 20 years. Yes. I will continue to live with you after God's promise. Yes. In the sacred estate of matrimony. Yes. I promise to cherish you in sickness Mwangalie vizuri kwa sababu utakuwa na mcherish, unamwangalia vizuri. and in health, Yes. in prosperity, Yes. at last, and forsaking all others, Yes. and keep only you and keep only unto you, so long as we both live, so long as we both shall live. I give you my promise. Can I say that promise? Wow. Amen. I, Flora Kariminjaji, before God and in the presence of this witness, I take you, Roland Mweresa, to be my wedded husband, whom we have lived together for 20 years. Yes. I will continue to live with you after ordination in the sacred estate of matrimony. I promise to cherish you in sickness and in health, in prosperity, all in adversity, and forsaking all other, and keep only into you, so long as we both shall live. I give you my promise. Can I say that promise? Okay, promise. Thank you. Amen. Nao wanaweza shikana na wameona kwamba hakuna kitu yoyote kinaweza kuwatenganisha, na kila mmoja ametoa ahadi yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Nami kulingana na mamlaka ya nchi na mamlaka ya Injili ambayo nimepatiwa, natangaza kwamba Ronald na Flora kuanzia leo ni bwana na mke katika jina la Yesu. Thank you. Tunataka kwenda kuomba. Bring this. Sasa tunataka kuwakabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunaomba mbele yako Mwenyezi Mungu, tuko mbele zako katika wakati huu. Tumishi wako Ronald pamoja na mpendo wake Flora wameahidi mbele zako na wakati wa ahadi zao mbele zako ya kwamba wataendelea kuishi pamoja katika ndoa takatifu. Naomba kwa njia ya kipekee Bwana ukawabarikie. Bwana ukawashike mkono. Kabarikie watoto wao, kawapatie afya njema, na katika maisha yao yote watakaoishi Bwana, wakaishi wakiwa chini ya ulinzi wako. Na wakati Yesu atakaporudi, wao pamoja na sisi sote tutaweza kupatikana katika ufalme wako wa mbinguni. Naomba kwa njia ya kipekee chochote watakaokuwa wakifanya ukakibarikie. Kabarikie kazi yao, kabarikie watoto wao, na hata wazazi wao pia ukawabarikie. Kwa njia ya kipekee Yesu, kwa sababu kila mmoja ameahidi mbele ya yule mwingine, hebu hizo ahadi ambazo wametua sikaweze kuishi milele na milele, wakikumbuka kwamba waliahidi mbele ya mashahidi wengi ya kwamba wataendelea kukaa mbinguni pako na kupendana zaidi. Uso unainuliwa katika kila jambo, sababu wewe ni Mungu mkuu. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu kwamba nakuamini. Always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100
I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take. Familia mpya ambayo tayari imeanza, ambayo ni ya Ronald Mweresa. Kwa hivyo today we have a family by the name Ronald Mweresa family. Tunasema nini? And now I present to them the certificate of their marriage. Hallelujah. Hiyo ile wanachukua, unaona vile wako so happy kwa sababu tayari wamepata certificate. Move mountains, we will live on our knees. Sasa nuru hizi kutoka leo zimeunganika na nuru kubwa ambayo ni Yesu. Haya ndio hiyo, mwakisheni sana. Amen. Wameposha inawaka tu, endelea kuwaka. Posha yako tu. Posha tu, haiwezi ya iko sawa. Amen. So wanasema kutoka leo nuru kubwa iangaze ndoa yao mpaka Yesu. Amen. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, tuko mbele zako katika wakati huu. Tunakushukuru na kuinua sababu wewe ni Mungu mwema, Mungu ambaye uchoki na kuitwa na watoto wako. Naomba kwa njia ya kipekee familia hizo mbele ambazo zimeanza, zimetayarisha ama zimelainisha ndoa yao, kwa barikiwe. Sisi wale ambao wengine tulilainisha mapema, tubarikiwe. Wale ambao hawajalainisha, Bwana sikumusa na wao, na neema yako Bwana ikawaonekanie ili hata wao waweze kulainisha. Vijana wetu ambao bado hawajafanya ndoa, Bwana wasungumuzie, wasiende na giza. Bwana wafanye nuru, waende na nuru, na jina lako liweze kutukuzwa. Neema yako itufunike zote, ni katika jina Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, na kuamini. Amen. Hao ambao ni best man, tafadhali tukimaliza mtaniona, niwapatie certificate ya pili na niwaambie ni nini mtafanya bila mtarudisha kwa Tony Micheno. Bwana awabarikie. Kanisa ingekuwa mwenyewe kama jamaa anataka kuleta mpaka sawa. Jamani, mimi nawashukuru sana wale wote ambao wameweza kuhudhuria harusi hii ya hawa wawili, na baada ya hii ni kwamba kuanzia harusi hii kila mmoja anajua pale anaweza kualikwa, tutaweza kufanya nini? Tukutane pale. Asanteni sana. I promise you I'm all in, no turning back. Every day, every moment, every breath you take. Sen
You're my, always you're my, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. It's falling. I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment. Mimi ni dadake papake Flora. Kwa hivyo naongea juu ya mtoto wangu. Siku ya leo sisi tumefurahi sana sababu kutuaibisha. Nafikiri nilikuwa nimesema naitwa Regina Bega na nimeokoka. Mimi ni dadake Papa Flora na Flora ni mtoto wetu mzuri. Siku ya leo our guest Mr. and Mrs. Ronald. Sisi tumesikia tumeheshimika sana kwa ile upendo mmetuonyesha. Hata ile mlituonyesha for the last 20 years. Tumejua kweli ninyi ni watu wa maana. Sababu kitambo Flora alikuja pande hii hatujasikia vita. Kwa hivyo nawapongeza. Hiyo ingine tunasikia kwa redio, tunasikia nini, mtu amedungwa na kisu, mtu ameuawa. Tunafikiri na tunaamini hii itakuja katikati. Muendelee na hiyo upendo, mpendane. Na sisi ni tukiwa pande ile ya Embu tunaendelea na kuwashikilia. Na sisi tumeleta baraka zetu. Tumebariki ndoa yenu na tunawatakia maisha mazuri
maisha marefu, na tunawaombea kuwa na vitu, si ndio? Ndio unajua mkitajirika mkiwa pande hii, hata sisi tutafika tukiwa pande ile. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kwa ile mapenzi umeonyesha mtoto wetu, na tuna imani utaendelea na hiyo kumpenda na kumshikilia. Na Flora, si unajua tu vile mama alikuwa ananyenyekea kwa ndani, uendelee hivyo hivyo, ushikilie hapo, umpende, umtunze, na utapata kila kitu unataka kwake. Sababu ni kupitia tu kunyenyekea na upendo utawini roho yake, si ndio? Sasa kwa niaba ya wale wote walitoka Embu, nina zawadi yao. Sasa hii zawadi ni ya watu wale wote wako walitoka Embu na wenye wako hapa. Wale hawangekuja walitumana salamu. Si unajua familia yetu ni kubwa sana. Kama tungekuja sijui tungekaa wapi. Hata wewe unajua. Na tungeacha na kule hivyo. Kwa hivyo tulitumwa na wenye walibaki nyumbani, na sisi tulitumwa waweka kila kitu yetu hapa. Tukasema tutakuja tuwakilishe na tuwaambie, tuwapongeze na tuwaambie tumefurahi, na tunaendelea kuomba baadaye muendelee kuwa watu wanaogopa Mungu, na Mungu atawabariki na atabariki ndoa yenu. Najua ikuwa rahisi ndio ufike miaka 20 na akubali kuweka pete. Umewini roho yake, si ndio? Always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. Nashukuru, nimesema asante na hii harusi ya watoto wangu nimefurahia. Hata watoto wangu nimesema asante. Ukirudi merudi salama. Hii ni asante kubwa, tumekutana, tutawahi kukutana kama tumekutana leo. Nimesema asante. Hawa kama kwa kitu moja waendelee kuwa hivi kila siku. Watu kama wanakuwa kitu moja, hakuna maneno mengine tena. Asante. Tunakushukuru Mungu Muumba kwa wema na utukufu wako. Asanti kwa siku mzima umekuwa nasi, na asanti kwa chakula ambayo umetubariki nayo. Tunaomba iweze kujenga afya zetu, na pia ubarikie wengine ambao hawana, na ni katika jina tukufu la Yesu Kristo niomba na kuamini. Amen. Move mountains, we will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. Every day and every moment